Katiba ni ahadi iliyoandikwa, ahadi ya uhai, ya utu, ya usawa mbele ya sheria. Lakini ahadi yoyote bila ulinzi hubaki karatasi inayochanika kirahisi inapokutana na upepo wa nguvu. Ndani ya ahadi hiyo, jeshi hupewa nafasi ya kipekee, si nafasi ya kutawala, si nafasi ya kuamua hatima ya siasa, bali nafasi ya kulinda mpaka wa mwisho, mpaka unaotenganisha dola na uovu, nguvu na dhulma, utaratibu na vurugu. Jeshi kwa misingi ya kikatiba ni ngao ya mwisho ya ulinzi wa taifa, ngome ya mwisho pale mifumo mingine inapoyumba. Ni taasisi inayotarajiwa kusimama si kwa kelele, bali kwa uwepo wake wa kimaadili, si kwa hotuba, bali kwa misimamo yake thabiti. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo historia huandika maswali badala ya majibu, nyakati ambazo sauti za vilio huzidi sauti za taratibu, nyakati ambazo miili huanguka na damu hutiririka, wakati maandishi ya katiba yakiwa kimya bila kutetewa. Katika nyakati kama hizi, swali haliepukiki: jeshi lilikuwa wapi? Kikatiba, jeshi halipaswi kuwa mtazamaji pale haki ya kuishi inapovunjwa. Haki ya uhai si mjadala wa kisiasa, ni msingi wa uwepo wa taifa. Pale raia wanapogeuzwa adui wa dola yao wenyewe, pale nguvu zinapotumika bila uwiano, na pale sheria inapovunjwa kwa gharama ya maisha, ukimya wa ulinzi hubeba uzito mzito kuliko maneno. Ukimya katika mazingira ya damu si hali ya kati, ni msimamo, ni uchaguzi, ni uamuzi wa kimaadili uliofanywa kutotenda. Wapo wanaosema jeshi halipaswi kuingilia masuala ya ndani. Ni kauli inayohitaji ufafanuzi. Kulinda katiba si kuingilia siasa. Kusimamia mipaka ya matumizi ya nguvu si kupindua mamlaka. Kuzuia umwagaji damu si uasi dhidi ya serikali. Ni utiifu wa juu kabisa kwa katiba. Jeshi linapochagua kutotenda, linaposhuhudia uharibifu wa haki bila kutoa hata ishara ya kuzuia, katiba hubaki pweke. Na katiba hiyo pweke, na katiba iliyo pweke huanza kufa polepole, si kwa kubanwa, bali kwa kusahaulika. Kifasihi, jeshi ni kama mti mkubwa uliopandwa katikati ya jiji. Unatakiwa kutoa kivuli wakati wa jua kali, lakini mti unapokataa kutoa kivuli, wakazi hawafi kwa kukosa majani, wanaungua kwa jua kali. Historia ya mataifa mengi inaonyesha jambo moja la kudumu: taifa halidhoofiki pale katiba inapokiukwa, linadhoofika pale walinzi wake wanapozungusha macho badala ya kulinda. Na hapo lawama haitafutwi kwa sauti za wananchi waliopaza vilio, bali kwa taasisi zilizopewa nguvu ya kuzuia maafa, lakini zikachagua kukaa kimya. Ni muhimu kusema kwa tahadhari: jeshi halitakiwi kuchukua madaraka, halitakiwi kutawala, halitakiwi kuwa hakimu wa kisiasa, lakini linatakiwa kuwa dhamiri iliyo hai ya katiba. Linatakiwa kuuliza hata kimya kimya kwamba hii nguvu inayotumika kwa haki ni sawa inatakiwa kutumika? Hawa wanaolala chini ndo raia tunaowalinda sisi? Hii damu inaolindwa na sheria ipi? Pale maswali haya hayaulizwi, au yanaulizwa lakini hayafuatiwi na msimamo, taasisi huanza kupoteza maana yake ya msingi. Katika Sauti ya Dokumentari, ukweli huu unasikika taratibu lakini kwa uzito. Jeshi linaweza kushindwa vita, lakini kushindwa kulinda uhai wa raia ni kushindwa kwa dhamira. Na kushindwa kwa dhamira huandikwa kwa wino mzito katika kurasa za historia. Mwisho wa yote,
taifa hujikuta linaishi na kumbukumbu za waliopoteza maisha, kumbukumbu za nyakati ambazo msaada haukufika, na kumbukumbu za walinzi waliokuwepo lakini hawakuchagua kulinda, bali walichagua ukimya. Na hapo swali halibaki kwa jeshi pekee, bali kwa historia yenyewe. Je, walinzi walikuwa walinzi wa taifa, au walikuwa walinzi wa utulivu wa muda mfupi kwa gharama ya damu? Hii ni Home of Information, kisima cha taarifa, kisima cha habari, kisima cha jumbe kali kali. Nikusihi endelea kuwa nami, usisahau kulike, share, subscribe, kisha toa maoni kwa maana ya comment. Tuboreshe kipi na tupunguze kipi, tuongeze kipi, ili tuzidi kusonga mbele pamoja. Asante sana, asante sana, asante sana. Shout out.